paying attention to scripture, yani tilieni maanani katika maandiko, kuweni na maanani katika maandiko. Tuna hii tabia moja ambayo watu wameizoea, Wakristo wameizoea. Hata anaposoma Biblia anasoma akiwa hakui, hana maanani, hayuko pale, anasoma kama tayari mawazo yake yako mbali, anasoma hata vitu zingine ambazo hazipo. Petero anaandika, anasema kwamba anahisi moyoni mwake kwamba ni vizuri aendelee kutukumbusha, hata kama tumeokoka, hata kama tunajua neno la Mungu, hata kama tumesimama imara, anahisi moyoni mwake, ana msukumo mkubwa moyoni mwake kwamba aendelee kutukumbusha kwamba neno la Mungu tulitilie maanani, kutukumbusha kwamba Bwana Yesu Kristo aliyekuja, wakakaa naye, wakaona ukuu wake, wakaona utukufu wake, wakaona kazi aliyoifanya, wakasikia sauti ya Bwana ikizungumza ikisema, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Wakaisikia wakiwa katika mlima mtakatifu. Petero anasema sisi tunao ujasiri mkubwa katika habari hizi ambazo hata manabii waliweza kuleta, waliweza kusema, lakini kitu moja anabaki akizungumza, tieni maanani katika neno la Mungu, kuweni makini na neno la Mungu. Swali linabaki, what does the word say? Ni mara ngapi mtoto wa Mungu umejiuliza hapa Mungu anasemaje? Umejipata katika panda shuka, umejipata kwenye njia panda, umejipata katika mahali pagumu, umejipata kwenye jangwa, umejipata mahali ambapo haujui uende mbele ama urudi nyuma. Ushawahi jiuliza Mungu naye anasema nini? Petro anasema, jameni, tilieni maanani kwenye neno la Mungu, kwa maana hata manabii waliokuwepo, waliokuja na wakatoa unabii na wakatangaza hizi habari, hakuna mtu alitengeneza stori zake. Walileta ujumbe ambao waliwekwa mioyoni mwao na huyu Mungu. Walileta ujumbe ambao Mungu aliwaamuru waseme, na wakasema kama vile Mungu alivyowaambia waseme. Unabii sio kuamka na kusema vitu zenye unaona ndani ya watu. Unabii ni kusikiza sauti ya Mungu anavyosema na kuisema exactly kama Mungu anavyosema. Walisema maneno ambayo Mungu aliwaambia. Hawakubahatisha, hawakuunda story, hawakukuja na story za bunwasi, kwenu kuko hivi kuko vile. Hapana, watoto wa Mungu. Petero kitu moja tu anasisitiza, tilieni maanani maandiko matakatifu. Yale neno linasema tilieni maanani. Alafu jambo lingine anaangalia, anasema ndio nimewafundisha, tumekuwa pamoja, lakini pamoja na hayo nahisi pia siku zangu sio nyingi hapa duniani. Huyu ni mwanaume wa hekima kubwa sana. Anajua ya kwamba mwili huu sio permanent hapa chini ya jua. Na nashangaa ulimwengu wa leo, babu wa miaka 70 bado anakimbizana na tusichana, babu wa miaka 80 bado anakimbizana. Hata hekima hana ya kumwambia kwamba time yetu chini ya jua is limited. Maandiko yanasema katika Zaburi ya 90 mstari wa 10 na 11 kwamba siku zetu ni chache zenye machungu mengi, na mwanadamu ataishi kwa miaka 70, akiwa na nguvu kidogo miaka 80. Ni vizuri watoto wa Mungu, watu wa hekima, tukae tukijua kwamba maisha yetu duniani yamepimwa. Kwa hivyo tufocus katika maisha yetu ya baada ya hapa. Maandiko yanatuambia katika Wakolosai 3 ya kwamba macho yenu elekezeni kwa vitu za mbinguni, mahala Kristo anakaa.
pale penye Yesu anakaa, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Tuelekeze macho yetu pale, bidii yetu, hali zetu, fedha zetu, time yetu, mambo yetu tuelekeze wapi? Kwa vitu za mbinguni. Kwa maana sisi alipokufa Kristo tulikufa. Tusifocus kwa vitu za hapa, tamaa za hapa, tufocus huko. Kwa hivyo mzee huyu Petero ana hekima, anasema kwamba siku zangu ni chache na nataka nifanye kazi kwa bidii. Hii kazi ya kuwajulisha ukweli uliopo katika maandiko, ili kwamba hata nikiondoka niwache kwamba najua mumeshika yote, mumesimama imara. Kumbukeni, tilieni maanani neno la Mungu. Jina Bwana Yesu litukuzwe. Mimi nina huzuni sana wakati nilijipata nimekuja huku Western Kenya. Mimi nina huzuni sana haswa Busia, kwamba hata Wakristo walioko makanisani, hata wengine ni wachungaji, hata wanagonjeka, watoto wao wanagonjeka, bibi zao wanagonjeka, na wanaenda kutafuta yule ambaye anaitwa mwandika mezani, mwenye kubahatisha, msoma ramli, huku wanasema vihoho, ati na ni mchungaji, anaenda kutafuta mwanadamu mwingine amsaidie, kwa maana amekwama katika hali ya maisha. Isaia ya 65 inatukataza, inatuonya na inasema kwamba vitu kama hivi vinamhuzunisha, vinamuudhi, vinamkasirisha Mungu. Na kama utamkasirisha Mungu, unaweka maisha yako hatarini. Huku tu ndio nimeona badala ya pasta kuenda kwa magoti aombee mtoto wake, aombee familia yake, aombee mke wake, anaenda kwa mganga wa kienyeji, anaenda kwa nabii wa uongo, na ni pasta na ako kanisani, anaongoza kanisa ya watu 100. Jameni, nauliza hawa washirika nao wako vipi kama pasta ataenda kwa vihoho ili kwamba bibi yake asaidiwe? Kwa maana Mungu wake ameretire, Mungu wake alikufa jana usiku, Mungu wake afanyi kazi, anatafuta mwanadamu mwingine amfanyie vihoho. Na kisha kwa upumbavu mkubwa mpaka wanatoa ushuhuda ya kwamba, hata bibi ya pasta anatoa ushuhuda kwamba hata ametolewa, wametoa mifupa tumboni mwake, hakuna operation imefanywa atolewe mfupa. Ni Mungu tu. Katika kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema katika Mwanzo mlango wa 2 kwamba Mungu akamsababisha Adamu akapata usingizi mkubwa, akatoa ubavu wake akamfanyia nani? Akamfanyia msaidizi. Ni Mungu tu ana operate, na usione alama ya operation. Wanaenda kwa vihoho, na mke wa pasta anasema ametolewa mifupa kwa tumbo lake, na pasta anaamini. Hii bingu, watoto wa Mungu, watazamaji, hii bingu nilisoma maandiko ikanitia hata mimi wasiwasi ya kwamba hata watakatifu watajaribiwa kwa moto, hata watakatifu. Bingu hii tunashinda tukiimba hapa, bingu hii wengi wataikosa. Jina Bwana litukuzwe. Amen. Tukiwa Sunday school, tukiwa wadogo, tulikuwa tunaimba njia hiyo ni nyembamba iendayo uzimani. Ndugu zangu, tulikuwa watoto, tulikuwa tuelewi maana, lakini saa hii ninaelewa maana hiyo wimbo, kwamba njia ya mbinguni, njia ya uzimani ni nyembamba, na sio wengi wanaipita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu huyu Petero, katika hali yake ya uzee na hekima aliyokuwa nayo na kuona maisha yake yamefika mwisho, alisisitiza kitu kimoja: tilieni maanani maandiko, tilieni maanani neno la Mungu. Jiulizage kila wakati. Ukikasirika jiulize, na Mungu anasemaje kuhusu hasira? Ukiwa na njaa jiulize, Mungu anasemaje kuhusu njaa? Kabla uibe vitu ya watu jiulize, na Mungu anasemaje kuhusu wizi? The moment tunatilia maanani neno la Mungu, tutakuwa hai kiroho na tutakuwa on the safe side. Mungu aweze kuwabariki sana. Asanteni kwa kusikiza na kwa kuja katika ushirika. Asanteni sana hata watazamaji wenye wanaangalia video hii. Mungu awabariki. Na mimi pia ninawaomba, tilieni maanani neno la Mungu. Ni nini Biblia imesema kukuhusu? Chukua hiyo. Wacha kusikiza vile watu wanasema kukuhusu. Wacha kusikiza vile mashangazi, wajomba, marafiki wanasema kukuhusu. Wanaweza sema hauwezi. Nataka nikutie moyo, hawakukuumba. Aliyekuumba anasema you are more than a conqueror.
Aliyekuumba anasema una uwezo mkubwa sana. Sikiza tu chenye Mungu anasema katika neno lake. Sio manabii wa uongo anakuja kuambie leo Mungu amesema hivi hivi. Hapana, Mungu anasema hapa. Mungu anasema hapa. Wakati huo alisema kwa vinywa vya manabii. Leo anasema katika neno lake. Sikiza anavyosema. You are more than a conqueror. Kama wewe ni mgonjwa, anasema hapo tena katika Petero na katika Isaia ya 53 mstari wa 5 anasema kwamba kwa mapigo yake tumepona. Tafadhali sikizeni neno linasemaje. Petero anasema tilieni maanani nini? Maandiko. Tilieni maanani neno la Mungu. Listen, be careful, pay attention to what the scripture says. May God bless you. Thank you for watching. Baba, katika jina la Yesu tunashukuru kwa ajili ya masaa na majira haya. Asante kwa neno lako. Asante kwa kunena na mioyo yetu na kunena na watazamaji. Jina lako litukuke. Kwa Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. God bless you.